mazito ambayo walipitia. Tunaona ya kwamba walikata tamaa, walipitia mazito, walipitia magumu, ikafika mahali wakakata tamaa ya kuishi na wakajiona wanyonge, wasio na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona Ezekieli Mungu akimchukua katika roho na akaweza kumwonyesha bonde hili ambalo kila ilikuwa imejaa mifupa. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hili mifupa palitokea jeshi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo Ezekieli alipotimiza na alipotenda kama vile Bwana alivyomwambia ya kwamba nenea mifupa hii, itolee unabii mifupa hii. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kwamba katika yale maono yaliyomtokea hakuona tena mifupa. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba katika yale mifupa kulitokea taifa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Wacha tuone wakati ambapo Mungu alimwambia sema hivi ya kwamba toa unabii. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka siku moja katika nyakati zangu tu, wakati napoomba kayo yaishi ni maisha ambayo ni ya mtu asiyeishi, maisha isiyo na mwelekeo, maisha ambayo haisongi, maisha ambayo hakuna kitu kinachofanya kazi, maisha ambayo ndani yake hakuna tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo Bwana alimwambia ya kwamba ile mifupa uliyoiona ambayo imefanyika kuwa jeshi, alipomwambia ya kwamba hao ni wana wa Israeli ambao ndani yao wamekata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inaweza kuwa wewe ni mfu kwa kukata tamaa, inaweza kuwa wewe ni mfu kwa kuwa hausongi, inaweza kuwa wewe umeshaondolewa katika uso wa nchi, lakini nakuambia leo hii hata katika maisha yako ambayo ndani yake imekauka, kunaweza kukafanyika jeshi, kunaweza kukapatikana uzima, kunaweza kukapatikana uhai. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia haitabirie pepo ine. Bwana Yesu asifiwe. Yaani akamate pepo ine, amwite Roho Mtakatifu wa uhai, aite roho ya uhai, ili ikaweze kufanya nini? Ikaweze kuingia kama pumzi kati ya ile mifupa. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo Mungu aliuliza ewe mwanadamu, je, mifupa hii inaweza kuwa hai? Alimjibu kwa hekima. Si ni kweli? Alimwambia wewe wajua. Bwana Yesu asifiwe. Na kweli Mungu anajua. Anajua ya kwamba maisha yako yanaweza badilika wakati ambapo utayatabiria. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linasema ya kwamba na aliye mgonjwa aseme ya kwamba amepona. Neno la Bwana linasema hivyo, kumaanisha ya kwamba Mungu anatuita. Mungu anakuita wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona akiambiwa ya kwamba na yatabirie makaburi yakaweze kufunguka. Bwana Yesu asifiwe. Ishara ya kwamba neno la Bwana lina nguvu, neno litokalo katika roho, neno ambalo limetoka katika kinywa cha Mungu kupitia kwa roho wake, likapitia ndani ya roho wako na ukalitamka, lina uzima na lina uhai, linaweza likafanya mambo na kubadilisha mambo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mlango ambao Mungu hawezi akafungua katika jina lake takatifu. Tunaona Mungu ako na nguvu, ako na uwezo na kuna mamlaka. Hakuna kaburi ambalo Mungu hajui funguo lake. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kaburi ambalo Mungu ana funguo lake. Mungu ako na funguo la maisha
Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu ambacho Mungu hawezi akakifanya. Ana funguo zote za makaburi yote. Bwana Yesu asifiwe. Na makaburi yote yakafunguka na wakapata uhai. Bwana Yesu asifiwe. Makaburi ya maisha yako yafunguke. Sema Bwana Yesu, ninakuomba kila makaburi yote katika maisha yangu yafunguke katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Tabiri kama aliyofanya Ezekieli. Bwana anajua ya kwamba inawezekana. Yesu anajua ya kwamba inawezekana. Yesu anajua kinywa chako kinaweza kufanya haya. Yesu anajua imani yako inaweza ikabadilisha. Yesu anajua kipimo cha imani yako. Yesu anajua kipimo cha moyo wako. Anajua kipimo cha tumaini lako. Anajua ya kwamba umekata tamaa. Anajua ya kwamba umehuzunishwa. Anajua ya kwamba umefedheheshwa. Anajua ya kwamba unatumaini tena. Na ndio leo anasema ya kwamba hata kama unatumaini, naweza nikafanya nikatia tumaini ndani lako. Naweza nikaleta uhai kwenye maisha yako na ukapata tumaini mpya. Ukapata tumaini jipya. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Tabiria maisha yako.